akashuka akatembea juu ya uso wa maji. Amina. Huyu Roho Mtakatifu ambaye leo yupo katikati yetu ndiye Roho ambaye alitembea na manabii zamani zile. Haleluya. The same spirit ambaye alikuwa na uamuzi. Huyu ndiye Roho aliyekuwa akimwezesha Gideon. Huyu ndiye Roho ambaye alimfanya Samson aweze kuwa na nguvu za kupiga. Unaweza kwamba alipokuja juu yake kwa nguvu, alisema kwa nguvu, Samson angeweza kumshika mtu akamtupa kule. Alikujilia Roho Mungu juu yako, kama ni vita kimwili kabisa utajishinda, na kama ni vita ya kiroho utakuwa na nguvu za ajabu. Haleluya. Huyu ndiye Roho wa Mungu ambaye alishuka hala ya siku ile ya Pentecost. Haleluya. Roho huyu aliposhuka siku ile, Petro ambaye alimkana Yesu kwa woga akaweza kusimama mbele ya watu wengi na kusema, ndugu zangu, hawa wanaoongea neno haya na kunena katika roho sio mbinu mpya kama wasemavyo wengine, isipokuwa haya ndio yale yaliyonena. Haleluya. Sema hili ndio lile. This is that. Ambayo inadaiwa na kitabu cha nabii Yoeli kwamba itakuwa katika siku zile, asema Bwana Mungu, nitaimwaga roho yangu na wazee wataota ndoto na vijana wataona maono, vijana wa kike na wa kiume wataprophesy. Leo hii watu wanauliza kwa nini vijana wanaprophesy? Imeandikwa na unataka kujua hizi ni siku za mwisho. Roho Mtakatifu ni nafsi iliyo hai. Roho Mtakatifu anaishi. Roho Mtakatifu sio nguvu fulani tu ambayo inatembea. Roho Mtakatifu sio upepo fulani tu ambao unapita. Roho Mtakatifu sio kivuli tu kama wengine wanafikiri. Roho Mtakatifu ni Mungu. Roho Mtakatifu ni roho ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Roho Mtakatifu ni roho ya Baba. Roho Mtakatifu ni Baba. Kama vile ambavyo wewe una mwili, una nafsi na una roho yako. Na hatuwezi kusema mwili wako sio wewe. Hatuwezi kusema nafsi yako sio wewe. Hatuwezi kusema kwamba roho yako sio wewe. Vivyo hivyo na Roho Mtakatifu. Hatuwezi kusema kwamba Bwana sio Mungu. Hatuwezi kusema kwamba Yesu sio Mungu. Hatuwezi kusema kwamba Roho Mtakatifu sio Mungu, kwa sababu Roho Mtakatifu ameunga vyote. Tunasema kwamba watatu hao ni umoja. Na roho yako wewe inafanya mwili wako uweze kuendelea na nafsi yako iwepo. Kadhalika na Mungu. Roho Mtakatifu ni roho ya Mungu. Hata Yesu mwenyewe alipakwa mafuta na Mungu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu sio kitu kidogo. Hata Yesu alitoa pepo kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Haleluya. 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 Hata Mungu mwenyewe anasema katika Zekaria 4:6, si kwa uwezo wala kwa nguvu, bali ni kwa roho yangu, asema Bwana. Huyu ni Bwana mwenyewe anasema. Bwana majeshi. Si kwa uwezo wowote wala sio kwa nguvu ya aina yoyote, wala si kwa nguvu za vita. Lakini roho yangu ikisimama, hakuna awezaye kusimama. Kama unahitaji nguvu, nataka kumjua mtia nguvu. Sakatash. Mtia nguvu ni Roho Mtakatifu. Yeye ndiye mtia nguvu. Uwezo wowote tunaohitaji, wowote tulio nao, wowote unaotazamia wa kutuwezesha kuupokea ni Roho Mtakatifu. Haleluya. Na nguvu za Roho Mtakatifu zipo katika mifumo mbalimbali. Wakati mwingine zipo katika mfumo kama wa umeme. Nguvu za Roho Mtakatifu ni mfumo wa umeme. Sema kama umeme. Nani anataka
Nani anataka wakati anapokea ujiunganishe? Huyu jamaa yuko vizuri sana. Acha chukua na wewe. Jesus. Haleluya. Hata babu inaweza kawaka na kusuka. Telling you. Tuna energy. Tunaachia power. It's not me. It's Holy Spirit inside of me. Unaweza kuwa na upako mdogo sana. Upako mdogo sana ulionao ni tiketi ya kufanya mambo makubwa. Unahitaji mtana na ufahamu na maarifa haya na kuwa energized. Hata mtoto mdogo ana nguvu. Yeyote mtoto mdogo yeyote nafikiri ana nguvu. Kuna mgonjwa lakini atakayemgusa akaona nguvu. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Umefanyaje? Energize. Ndio maana kwa spiritual father. Sasa hebu mguse huyu mtoto wako ili atokee kwako. Kwa ni msaada. Utaona hiyo nguvu iliyo hapo. Kwa sababu kuna nguvu inatembea kwenye mwili wake. Saidia. Kama kwa anajaribu kublock kwenye mind anasema itakuwaje kwa sababu nimegusa mtoto. Sikugusa na prophet. Na ngoja Mungu patie akili nikutembeza kwenye njia zake na kutumisha katika jina la Yesu. Amen. Na wengine wanatafuta nguvu kwa wachawi na waganga za kufanya giza. Nasema kwa jina la Yesu, kama kuna nguvu yoyote ambayo niliwahi kuipokea kutoka kwa mchawi au kwa shetani kwenye maisha yangu, kwa kinywa changu, ninakiri sasa iharibike kwa jina la Yesu aliyekufa na kufufuka. Nguvu yoyote ambayo ni ya Mungu Baba aliyefanya mbingu na nchi, ambayo ninahitaji ili niendelee katika wokovu wangu, katika huduma yangu, katika uchumi wangu, katika maisha yangu, katika elimu yangu, katika kazi zangu. Yesu nisaidie.